Welcome back into In His Presence online program, and this is the Story Talk Show. We are back again with an exclusive episode that is going to keep you alert. The last time we were here with Pastor Grace Kilinda Mikato, ilisemekana sio Grace, ni Grace kwa Kifaransa, na yupo pamoja na sisi hapa, na karibu tena mtumishi wa Mungu. Asante sana. Tunafurahia sana. Labda usalimie watu. Tunawasalimu kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo mahali popote mlipo. Mungu awabariki sana. Ni mimi wenu mtumishi Kilinda Mikato Grace. Nimerudi tena, tuko pamoja. Asante sana. Wakati uliopita tulisema ni Kiswahili. Wakati uliopita tuliongelelea mambo kadhaa kukuhusu. Yes. Na nakumbuka tulikuchambua. Mimi napenda ile part ya Komando, siwezi sahau. Jean-Claude Van Damme. Nakumbuka hiyo nacheka sana, Kweli. Nakumbuka tuliweza kukujua mahali ulikotoka, safari ya maisha, uokovu wako. Ukatuambia ulijulikana wewe ni mtumishi wa Mungu ukiwa mtoto mdogo kabisa, mwaka moja na nusu. Yes. Nakumbuka ulitutembeza jinsi familia ilikuwa, jinsi mlivyoachana na kila kitu kilivyotendeka. Na pia ulitueleza ni kwa njia gani uliweza kujua mwito wako. Yes. Na ni kwa njia gani ulipata uhakikisho wa mwito. Yes. Na safari ulizotembea hadi kwa kanisa fulani Likasi. Likasi, na hapo ndo ukaweza kujua mengi pia kujihusu. Yes. Sasa siku ya leo mpendwa, sijui kama ulifurahia hiyo part 1 ya The Story Talk Show tukiwa na mtumishi wa Mungu Pastor Grace. Iko YouTube, bado unaweza ifuata kwa channel yake Pastor Mikato Grace, ama hapa kwa channel yetu ya In His Presence Collins Otieno, Facebook Collins Otieno, na unaweza ifuatilia kuanzia mwanzo ndiposa tuweze kuwa kimoja kwa kuelewa. Siku ya leo mtumishi, bado tunaendelea na wewe. Asante. Kabisa na leo tungependa kujua, baada ya kujua mwito wako, tungependa kujua mambo kadhaa. Ni ulianza vipi huduma yako? Yes. Safari ya huduma ilikuwa vipi? Yes. Na hadi hatimaye tuko na wewe hapa. Ukajipata vipi huku kwetu Kenya mtumishi? Na sasa ulituambia mahali huko, na alisema ako Ngong Town Cooperative Bank, first floor, room 105. Kanisa inaitwa Jehovah Shammah International Pentecostal Church. Yes mtumishi, tukimbie tu kwako sasa. Ni njia gani uliweza kuanza? Ni kivipi uliweza kuanza huduma yako? Na safari ilikuwa vipi? Na wakati tunaendelea pia mtazamaji anakufuatilia na anasoma pia. Yes. Na anapata kuelewa yenyewe kumbe inakuwa hivi. Yes. Karibu sana mtumishi. Nashukuru sana. Naam. Na wasalimu tena, kama vile nilivyosema kwamba kwa majina naitwa Kilinda Mikato Grace. Ninaoa, nina mke na watoto 3, na siku si mingi najua nitapokea tena mtoto mwingine. Kumbuka ukisema unataka ukoo kabila 12 ya Israeli tueneze. Mungu anasema tujaze dunia. Kweli. Yes, nashukuru sana. Kweli kwa hiyo part 1 yetu tulizungumza mambo mengi na ilikuwa ya baraka sana. Na leo nataka twende tuzungumuzie gise nilianza huduma. Nilisema hiyo wakati ya kwamba kwa hiyo part 1 ya kwamba ni vizuri kujua wito, kwa sababu utumishi bila wito inafanya wengi wamevunjika moyo. Kweli. Na ni vizuri katika utumishi ukuwe na wito. Wakati nilikuja kujua ya kwamba mimi Mungu ananiita katika huduma ya injili ya injili ama kuhubiri, huduma ya kuhubiri, nilikuja kujua kwamba inatakikana nifanye kazi. Kama vile nilivyomaliza ya kwamba kuna ndugu mpendwa mwenye nakumbuka alikuwa kiongozi wa vijana ile wakati katika kanisa ya Plain Evangel Rama hapo Likasi, kwa mchungaji Jonas pale Likasi. Aliniambia usome sana Biblia. Hiyo ndio kitu aliniambia. Mpendwa, soma sana Biblia, kwa maana ninaona Mungu anakuita katika huduma kubwa sana katika kuhubiri. Niliposikia hivyo nikasema sawa, lakini mimi nilikuwa ile wakati nilikuwa natamani sana katika mambo na unabii. Nilikuwa napenda kuomba Mungu sana unifanye nabii.
nifanye nabii, nataka nikuwe prophet. Nataka nikuwe prophet, lakini ananiambia omba sana, omba sana. Nakumbuka nilitoka Likasi, nikaelekea mali inaitwa Luvungi. Hapo ndipo story yangu itaanza. Luvungi. Luvungi. Watu ambao wanaishi. Na leo usitoke kama hujajua Kifaransa ama Kikongo. Luvungi. Hiyo ni jina la mahali. Luvungi. Luvungi ni village ambayo inabeba sana historia yangu ya huduma. Hiyo mahali inaitwa Luvungi. Watu wengi wananijua hapo Luvungi. Wengine walinijua kwa jina kama vile Kivukutu. Watu waliita Kivukutu. Kwa sababu wakati nilipofika hapo Luvungi, mahali ambao nilianzia, wakati nilifika sikuanza mara moja huduma. Pale nilipofika Luvungi nilianza e-sport inaitwa Jido. Jido ndio nilikuwa nafanya. Kuna karate, kuna judo, kuna judo. Yes. Anaongelea judo. Si ajabu uliitwa Jim Cloud. Hiyo ndio sport nilikuwa nikifanya hapo, na nilijulikana sana kwa sababu ya hiyo sport. Lakini nilipofika hapo, kuna kanisa nilikuwa naingia. Mwanzo wa pale, wakati nilipofika kule, nilianza kuingia kwanza kanisa inaitwa Sepaki. Nilikuwa naingia pale Sepaki. Nakumbuka tulikuwa na shiriki maombi pamoja na wazee wa kanisa. Pale bado huduma haijafunguka, niko tu pale, lakini niko na wito ya Mungu ya kwamba na huduma ya kwamba ni huduma ya kuhubiri, na pia niko na wito ya utumishi ambao Mungu aliniita nayo. Wakati mmoja ilifika mali nilikuwa sikukuwa nasikia uhuru sana. Nakumbuka kuna ndugu yangu alitoka Canada. Wakati ndugu yangu alitoka Canada akakuja hapo Luvungi. Kwa wale ambao labda wajui Luvungi ni village ambao iko Kongo, kwa sehemu ambao inaitwa kwa French tunaita Sud Kivu. Sijui Sud Kivu kwa Kiswahili tutasema kama South Kivu ya Kongo huko, kwa sababu hapo ndipo ni village ya kwetu, ni village yetu, kama vile huko wanasema ushago. Ni ushago wetu. Ni ushago wetu. Huko ndio baba yangu amezaliwa, na huko ndio, kwa sababu hata huko nilikuwa naishi pamoja na tate yangu. Yani shoshi yangu, ndio tulikuwa tukikana shoshi. Shoshi anaitwa tate. Tate. Shosh anaitwa tate. Tate, yes. Hiyo ni Kifaransa ama Kikongo? Hiyo ni Kiswahili tu tunaitwa tate. Huko kwetu tunaitwa tu tate hivyo. Ukisikia Kongo wanasema tate na maanisha shosh. Shosh wa kike. Yes, ule ndio anaitwa Kumbagiza. Hapo ndio tulikuwa tukaishi naye hapo. Na huyo ndio alikuwa mama yake na baba yangu. Yes, kumbuka nilisema nilikuwa Katanga kwa sababu mama yangu ni mtu wa huko Katanga. Alikuwa Katanga tulikuwa kwabo na mama yangu. Lakini huko South Kivu tulikuwa ndio kwabo na baba yangu. Sasa ilibidi nikuje kwa familia ya baba, nikuje kuishi pamoja na wandugu ya baba yangu. Hapo ndipo sasa wakati ndugu yangu alitoka Canada, alileta kanisa. Kanisa ilikuwa inaitwa Matumaini. Kanisa la Matumaini ambao nilikuwa na mchungaji wangu alikuwa anaitwa Safari wa Mama. Yes. Hapo ndipo majina ipo. Yes, Safari wa Mama ndio alikuwa mchungaji wangu wa kwanza mwenye nilianza huduma chini ya miguu yake. Wakati nilifika hapo, nilipoanza huduma, nilianza huduma kama muimbaji. Yes. Nilianza huduma kama muimbaji. Umefikiwa? Nilipofika hapo, nilianza huduma ya uimbaji. Nilifanya huduma ya uimbaji, lakini sauti yangu ilikuwa inanikosea. Mimi mwenyewe acha tu niseme, hata kama wewe mwenyewe unasikia hiyo sauti aliposema uimbaji niko uimbaji kweli. Hebu toa chorus. Tuhakikishe kweli ulijaribu kitu. Ama kiongozi wa praise and worship alikuwa anapitia magumu. Wakati mwingine najaribu, Nilifika hapo nikasema ninaanza katika kwaya. Na ndio maana natambia watu moja ndio inaita mbili.
Wakati mwingine unaweza fika sehemu unasema mimi nakaa tu chini, huduma yangu ni kuna huduma ingine inafunguka wakati unaanzisha ingine. Nilisema ni vizuri katika kutumikia Mungu kujua wito na kujua kile kitu uko nayo ndani, karama na kipaji ama huduma uko nayo. Lakini wakati mwingine kwa kuja kufungua hiyo karama, exactly kile kitu uko nayo, ama kuja kugundua wito wako, wakati mwingine ujitie kwa kazi. Kwa sababu kuna kazi nyingine, mimi nilianza uimbaji. Nilipokuwa kwa uimbaji nilisumbua sana kiongozi wangu wa kwaya, nakumbuka. Nilisumbua sana na nakumbuka hata masiku ilipita waliniambia kiongozi wangu mwenye kwaya nilikuwa alifariki. Pole kwa familia yake na huko kwenye na mke wake na watoto wake aliacha huko Luvungi. Pole sana kabisa. Nilimsumbua sana. Nilikuwa akisema utaimba nini, nasema mimi nitaimba sauti ya pili. Anajaribu ya pili, mbona wewe unaenda tena ya tatu? Nikaenda mwisho, nikakaa huko. Akanambia hapana, wewe achana mambo ya kuimba, uwe dancer. Juu tunaona wewe kwa dance. Sasa kitu ilifanya nilibaki kwa kwaya. Nilikuwa wananiweka mbele, sio kwa kuimba, kwa kupeleka dance. Yani mimi ndio nilikuwa mtu wa kubeba dance wa kwaya. Baada ya pale, wakati nilianza kwaya, kitu linisaidia, nilisema tena hiyo wakati, maombi ni kitu ilinisaidia sana katika huduma yangu. Nakumbuka kuna baba naitwa Sizo pamoja na mke wake, mali walipo unajua saa hizi wanaishi Burundi. Mungu awabariki sana. Ni wazazi ambayo walitulea, walitusaidia sana katika ulimwengu wa kiroho, walitufundisha maombi. Uko kwa maombi, nilisema ya kwamba maombi ina uwezo ya kuchochea kile kitu ililala ndani yako. Maombi ina uwezo wa kuchemusha hiyo kitu ililala ndani yako. Kuna karama zingine ni kama kuna zile mafuta kwetu tunaitwa mugando, ambayo inagandana, ama tuseme kama vile Blue Band. Kuna watu wengine wanapika chakula na Blue Band, lakini kabla ya kupika chakula na Blue Band, chakula pamoja na utumie Blue Band kama mafuta, unaiweka kwanza kwa moto, inayeyuka, inakuwa mafuta, ndio inaweza kalanga nao kitu. Hivi kuna huduma ambayo ndani yako inagandana kama Blue Band. Inabidi moto ya maombi ama moto ya Roho Mtakatifu wakati inakutanika pamoja na maombi inafungua hiyo vitu. Maandiko inasema wanafunzi Roho Mtakatifu iliposhuka, ilikutana walikuwa katika kuomba, kuimba, maombi ndio ilikuwa sehemu walikuwa wakikaa fasi moja, walikuwa wakidumu katika maombi. Sasa katika hiyo moto ya maombi walikuwa nao, na Roho Mtakatifu iliposhuka ndipo walikutana, makarama zilifunguka, wakanena kwa lugha, wakafanya vitu mingi, maajabu na miujiza, kwa sababu maombi ina uwezo ya kufungua vile vitu inaganda ndani yako. Zile karama ambayo mimi Mungu liniambiaka ya kwamba nakuaka nabii, mbona karama ni hazitumiki? Kwa sababu hauichochee. Jaribu kuichochea, utaone itafunguka. Na sehemu kitu ambayo inachochea karama ni maombi. Maombi, fasting, hizi vitu viwili ni vitu ambao inasaidia kukuza huduma, inasaidia kuchemusha hiyo vitu vilivyolala ndani yako. Katika maombi nikaanza, kitu ya kwanza nilianza kufanya, niliingia Sunday school. Nikaambia kanisa, mimi naona munipatie Sunday school. Nikaanza kufundisha kwa Sunday school. Katika kufundisha kwa Sunday school, hapo ndipo mchungaji wangu alianza tazama, akaona kule kwa Sunday school kuna gisi na pana listen huko, anaona huyu ni kama iko na kitu ya Mungu ndani. Ni kama iko na kitu ya Mungu. Akaniambia kwamba pana, ndugu Grace, unaweza anza kuhubiri kwa mapambazuko. Mapambazuko huku inaitwa Morning Glory. Yes, hiyo ibada ya asubuhi kabisa. Hapo ndipo kiongozi wangu aliniambia ukwe na hubiri hiyo asubuhi. Kwa hivyo umetoka naona, nilianza uimbaji kabla naona ulikuwa muombezi pale hadi ukaambiwa wewe ni Gigi Cloud. Ulianza uombezi, ukakuja ukafanya judo. Yes, nikakuja nikafanya judo. Katika hiyo judo nikasema bana, acha
ingawa niko nafanya juu niendelee kutumikia Mungu, sababu Mungu ananiita kwa kazi yake. Hapo ndipo sasa nilienda nikasema nijiandikishe nikuwe muimbaji. Ukakuwa muimbaji. Baada ya uimbaji ukafanywa dansa. Baada ya uimbaji wakanambia uimbaji hauwezi, acha kusumbua kwaya. Baki dansa, naona kwa dansi uko sawa. Baada ya dansa ukapelekwa dansa, nikasema naanza fundisha Sunday school. Na sasa hapo kwa kufunza na sasa mhubiri ni mwalimu. Kwa hivyo ikaanza kukuja. Hapo sasa vitu vinaanza. Sasa mchungaji wangu alikuwa akipita kule kwa Sunday school akiniona. Akasema huyu na ndio maana nakuombea Mungu akupe mchungaji mwenye macho. Amen. Ukiwa na mchungaji mwenye macho mzuri ya kuelewa kitu iko ndani yako atakusaidia. Kweli. Mimi mchungaji alitazama kaona huyu mtoto ana kitu anabeba. Na ndipo akanipatia nafasi. Kweli kuna wale wachungaji hawajui kulea kipaji ya watoto. Mchungaji ni mchungaji tu, lakini hata aone huyu mtoto anakuja anataka tena mzime. Mungu asaidie wale wachungaji ambao mnazima vipawa na makarama ya watoto ambao mumelea kwa woga ya kwamba atanigomboa, atachukua nafasi zangu. Mungu akusaidie. Wakati uko na mtoto unaona kitu ndani yake, jaribu kuinua huyo mtoto. Jaribu kuinua huyo mtoto, kwa sababu hawezi jua ule mtoto labda yeye ndio atakuondolea aibu kesho. Unaweza muinua anakuwa mchungaji ambao, kwa sababu unapokomalisha mtoto kwa huduma na huyo mtoto amekomaa na kuwa mtu mkubwa, heshima ni yako. So mahali pote ataenda akitaja kama babangu ni fulani, na kama sio fulani jambo. Na nadhani ndo maana umefanya vizuri kuongelesha wachungaji wenzao. Yes. Kwa maana wengi hata wanapoteza washirika kabisa, ama wanapoteza watu muhimu kwa kanisa. Yes. Kwa sababu ya kutoona kilicho ndani yao na kuwapatia nafasi ili waweze kujikuza pia. Yes. Sasa mtu anaona ni kama hapa nazuiliwa. Mtu anajisikia wanipatie nafasi. Hata nitafute kwingine. Hakuna kitu kibaya kama huduma ikianza inawasha. Inawasha, unasikia tu wakupe nafasi na mimi niimbe, na mimi niumbiri. Umenyimwa microphone. Kiongozi president anasema hautaimba leo. Unasikia ndani yako kama kitu itapaswa. Na ukipewa nafasi kidogo unasikia mzuri. Umesikia umebarikiwa. Hivi ndivyo huduma iko. Kweli. Wachungaji tuwe na macho. Ukiona ndani ya mtoto kuna kitu, jaribu kukomalisha hiyo kitu. Hapana kuizima. Hapana kuizima. Mimi mchungaji alipoona akasema kwamba ninataka uanze kuhubiri mapambazuko. Hiyo maibada ya asubuhi uanzie huko. Nakumbuka hiyo wakati natoka Lubumbashi, nimeenda Sud Kivu, ningali naongea Kiswahili ya Lubumbashi. Kwa sababu kwetu Kongo tuko na aina 3 ya Kiswahili. Tuko na Kiswahili ya Lubumbashi, Kiswahili ya Kivu, tuko tena Kiswahili ya Kisangani. Ni yote ni Kiswahili lakini inapishana. Sasa hiyo mtu anakuambia kama tuseme kuna tuseme Kiswahili ya Mombasa na Kiswahili ya Nairobi. Sasa ipatani hivyo. Sasa mimi mali nilielekea huko Kivu na Katanga, weko na Kiswahili tofauti. Sasa Kiswahili nilikuwa nikiongea wengine wanacheka. So ni Kiswahili moja mara mingi inakuwa fani sana, hiyo Kiswahili ya Katanga inakuwa fani sana. Sasa ilikuwa ukijaribu kuhubiri kwa hiyo Kiswahili ni kama vile oleo watu wabarikiwe wanacheka kwa chachi. Kama unaenda kufanya comedy. Kama comedy na watu wabarikiwe. Sasa nikaanza jiuliza hii kitu iko ndani yangu nitepeleka aje. Mungu abariki sana mchungaji Safari. Akanambia ingawa niko mchungaji yako nitakuwa nakusaidia kutranslate. Ukwe na hubiri kwa Kiswahili, mimi nitahubiri kwa Kiingereza. Nikasema sawa, nitahubiri kwa Kifaransa. Yata translate, mimi nahubiri kwa Kiswahili, yana translate kwa Kifaransa. Na alinisaidia sana kwa sababu nilikuwa najiuliza maswali, nitafanya aje kwa ajili ya kuhudumu. Wito iko, huduma iko, lakini lugha imenikuia tena kizuizi. Nimekataa. Lugha imekuwa kizuizi. Ndio maana niko naambia wapendwa, ni vizuri pia wakati mwingine tujifunze lugha. Mungu akikuita katika huduma kubwa, na ndio maana na mimi nataka nianze masomo ya Kiingereza. Nimeamua. Wewe ni international. Yes, nimeamua hiyo. Nasema nitawafanya mataifa, nitafanya taifa kuu. Yes. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza kuita kwa huduma kubwa, lakini wewe mwenyewe unajizuia. Kuna
kuna stage ingine, kuna mahali ingine Mungu anaweza penda kukufikisha, lakini sasa kufuatana na hiyo mahali utaenda, lazima kuna lugha fulani utaongea inakukuia kama vile kikwazo. Kuna baraka zingine uko nayo, lakini wewe mwenyewe unakuwa kizuizi ya hiyo baraka kufuatana na kitu fulani na kufunga. Ni kama utabiri fulani, wacha nitabirie mtu. Yes. Wanasema mimi si nabii, lakini pakikosekana nabii ni kama Paulo akiwa miongoni mwa manabii inachochea anatabiri. Sauli. Kwa hivyo kama Mungu anataka kukupatia kagari, yes, enda driving, kana license kwa nyumba. Yes. Si ndio? Yes. Kana license kwa nyumba. Ukijua niko na unabii, Mungu aliniambia nitatembeza magari, wende kufanya enda tu shule, hata kama hujaona gari, wende kwanza shule. Kweli. Na wewe ambao unajua uko na wito kubwa, anza kujifundisha malugha. Unajua kwa sasa hivi dunia ambao tuko nayo, Kiingereza inakuwa lugha ambayo inateki kabisa dunia. Imetawala, imeshika hata hapa in his presence inakuwa kizungu. Kiingereza ingawa bado haijapanda lakini itakuja. Yes, wakati mwingine nakumbuka kuna ndugu mwingine, kuna ushuhuda ya mchungaji mwingine. Huyo ndugu alikuwa na rasta kwa kichwa. Unajua sio kila kanisa imekubali watu ambao wana rasta. Wengine wanawaona ni kama wajaokoka, hawako sawa, wana mtazamo fulani wanawaona nayo. Sasa huyo mchungaji akamwambia ule kijana, wewe ni mtu wa kutembea sana na huduma uko nayo, inatakikana hii ujumbe uko nao upeleke sehemu mingi, lakini hii vitu uko nao kwa kichwa inakuzuia milango. Jaribu tu kuondoa hii kitu, utaona milango mikubwa ambayo itafunguka. Huyo kijana karudi kwake, anaona sasa vile ule mchungaji anamhukumu. Niondoe hii rasta. Mungu wale watu, Mungu anaangalia moyo. Rasta ni nini? Wokovu ni wokovu. Watu wanaangalia tu rasta yangu. Samu anakaka sema acha nijaribu kitu ambayo huyo mchungaji alisema. Alipoondoa tu hiyo rasta, na kuambia Mungu alimfungulia milango katika machachi, mabig church, makanisa kubwa, mamilango ya nje ya nchi, kwa sababu kuna makanisa ambayo ilikuwa natamani hiyo kitu, lakini muonekano yake haikuwa nampatia nafasi. Mtumishi hata pasta anaweza jua huyu, lakini nikimleta washirika wangu waangalie napandisha madhabahu, mtu yuko na rasta. Kuna kanisa zingine wanapokea hivyo na washirika wanaelewa, lakini kuna kanisa zingine mchungaji anaangalia washirika yangu hawatapokea mtu kama naye. Unaweza kuwa na huduma kubwa, lakini kuna kitu kasoro fulani uko nayo. Ukijaribu kuondoa hiyo kasoro na kuhakikishia kwamba kuna milango itafunguka zaidi ya gisi ulikuwa nadhani. Na ndio maana tuko nasema, nilikuwa naongelea kwamba kujua lugha inaweza kufungulia milango zaidi ya yale ambayo uko nayo. Tujitahidi, jifundishe lugha, jifundishe Kifaransa, jifundishe Kiingereza. Malugha zile ambao unajua kidogo kwa dunia leo inashika. Najua hata Kiswahili leo hii naona Kiswahili inapenya kabisa katika dunia, inakuwa lugha ambayo inaongelewa sana duniani. Jitahidi ujue zile malugha ambayo itakusaidia hata kama unaenda nje ya nchi yako. Kwa sababu unaweza kuwa na Roho Mtakatifu, unaweza kuwa na pao, unaweza kuwa na upako katika neno, lakini lugha inakuangusha. Hapo ndipo nilianza huduma nikihubiri kwa Kiswahili yangu, mambo hayaeleweki. Watu hawanisikie, watu wanaanza vile ni comedy kwa sababu Kiswahili nilikuwa nayo haikuwa inaeleweka. Abarikiwe Mungu, aliweka mchungaji wangu wewe waza mchungaji wako kwenda kutranslatea ukihubiri. Ni neema. Wachungaji wengine mchungaji ashuke aanze kukutranslatea wewe mwanzo wa mwaka. Njoo unaanza anasikia tu kitu iko ndani yako kisha ashuke. Wachungaji tushuke, tuinue huduma ya vijana. Mchungaji wangu Mungu ambariki sana, alishuka kaanza kutranslate. Hapo ndipo huduma ya neno ilianzia. Wakati nilikuwa pale, mchungaji alipoona uko kwa mapambazuko hiyo morning glory, akasema naona mtoto, kitu iko ndani ya huyu mtoto. Nakumbuka ile wakati nilianza kuhudumu, nilikuwa napewa neno, nilikuwa napewa mada na Mungu. Ninaweza lala, Mungu ananiambia uhubiri kuhusu kitu fulani. Nilikuwa na mzee mwingine alikuwa mwalimu wangu, alianza kunifundisha gisi ya kuanza kupanga vitu. Ukitaka kuhubiri anzia hapa, anza hiki, leta kwanza somo, andiko, nini, vitu kama na hiyo. Alikuwa anaitwa Chimanga.
nakumbuka jina lake haitokaki mkichwa yangu. Alikuwa msaada yangu kubwa sana kwa mambo na kuhubiri. Yeye ndio alikuwa ananisha. Sasa nilikuwa Mungu akinipatia mada, sina andiko. Wakati mwingine Mungu ananipa tu mada, kisha kanambia nataka ufundishe kanisa. Naenda kwa Chimanga, naambia Chimanga, nasikia Mungu ananifunulia nifundishe kanisa kuhusu kitu fulani. Nisaidie kama nitapata verse ambayo itanisaidia kufanya nini, itaendana na hizo mada Mungu ananipa ili niambie taifa. Atanitengeneza. Sasa alikuwa ananitengenezea mkiswahili, naenda naitia mkifaransa, kisha mchungaji anakuja wakati ya kuhubiri ana translate. Mchungaji akaanza niweka, najua kule hiyo maibada ya asubuhi watu wengi wako waki, watu wa moja. Nikatoka huko naanza sasa ibada ya Wednesday, kwa sababu kule tunaingia Wednesday na Friday kama vile tunaingia hapa Jehovah Shama. Akanambia nakupa Wednesday pale tuko Matumaini pale Luvungi. Nikasema Wednesday pastor, nikasema Wednesday nitaweza kweli, acha nijaribu tu. Nikamwambia Mungu atanisaidia. Wednesday nilikuja, Mungu alinipa kabisa upako mafuta, injili kapigwa. Watu wakasema pana, huyu mtoto ana kitu ya Mungu. Acha nikwambie, huduma uforce. Kama uko na wito na uko na kitu wa Mungu, enyewe itaonekana. Usipendake ufende verse wanze ambia watu mimi nakuwa na ubiri paka milime natingisika. No, fanya huduma ikupe nafasi. Bila kujipendekeza. Usijipendekeze. Kuna mtu mwingine anaweza mwambia tusalimia mkutano. My name is Prophet Dr. Nani, Apostle, Bishop, ninasoma shule, niko na degree ya theology, niko na doktora, niko watu ninahubiri kwa prison. Kila Jumapili tuko State House. Pale na sauti anachafua. Bwana asifiwe. Analunguza sauti. Nakwambia. Taito yako yote huko na kusoma si vibaya. Wengine wanakuja amevaa tu suti vizuri, ameng'ara. Yes. Alafu anakuambia hata leo sijavaa. Mpaka wanasema kwani kuvaa ni nini? Ndio nakutanaka mtu anavaa vizuri beni atahubiri kwa madhabahu pako na afadhali angevaa hii suti inamwaibisha. Kweli, unajua venye unavaa pia inaonesha venye mtu venye mtu anakuona. Yes. Na inafaa ionyeshe chenye umebeba. Yes. Usijitape, huduma ikupe nafasi. Kweli. Huduma ikupe nafasi. Kile ambacho iko ndani yako itakutambulisha wewe ni nani. Acha na vitu ya kujitapatapa. Amen. Na naamini ya kwamba Mungu anajua kujiongelelea. Mungu anajua kujitetea, anajua kujifanyia. Yeye mwenyewe anajua kujifanyia publicity. Sasa tunasema Kifaransa publicity. Anakufanyia soko. Anajua kujimarket. Anajua kujimarket. Sasa wewe utakuja tu kukampeni. Unakuja tu akiamua akuji. Wewe utasema kujeni wagonjwa. Na ulijisifu na ujisifu ukasema Mungu akikanyaga nyuma utalia wewe. Hata wakichwa kuluma hakuna hata mtu atatoka pale amepona. Acha kujitapa, huduma, acha huduma ikupe nafasi. Nilifika hapo kwanza anasema Mungu hapa itakuaje. Nilipika huduma, watu wakasema mchungaji, huyu mtoto ana kitu ya Mungu. Huyu mtoto pale niko mfupi, pastor kaniambia hivi, naona katikati ya wiki unaanza kuwa sawa, nakupa Sunday. Na wale ambayo wanaanza huduma, nataka nakwambia kwamba usijisikie unaanza piganisha mchungaji. Kweli. Kuna watu wengine kwa sababu anaanza na kamoto, hakuna tena mtu anaweza niambia. Hakuna. Mchungaji anaanza kuforce mchungaji, utanipanga Sunday. Na kama unipange na ama kanisa. Ndugu, nyenyekea utainuliwa. Biblia inasema ajiinuaye atashushwa, anayejishusha atainuliwa. Yes. Na yule wa mwisho atakuwa wa kwanza. Yes. Na wewe ukijipeleka mbele ndugu yangu, utalia vibaya wewe. Chutu na tabiri vitu viwili inafika. Mchungaji wako haumoni tena kitu. Mchungaji wangu kwanza tabiri asemi kwa lugha, ndio mchungaji gani huyo? Amini hilo andiko, ajishushaye atainuliwa. Mimi chenye lifanya nianze kuamini maandiko. Yes. Unajua kuna wakati ndio unahitaji nini itafanya uamini maandiko. Yes. Wakati nilikuja kuelewa kwamba kila kitu Mungu alisema kilifanyika. Wacha kuwe na jua,
ilikuwa. Yes. Na sasa hii yenye alisema nitakubariki. Yes. Kwa nini sitendeke? Kwa hivyo amini hilo andiko. Yes. Ajishushae atainuliwa. Yes. Inuae atashushwa. Sijikuze. Kitaka kujipandisha utasikia kizunguzungu. Kabisa. Yes. Utashindwa na utashindwa. Na hapo ndo huduma huwa inapata kuondoka. Yes. Ya, naamini next time ukikuja tusisahau hilo. Utaongea kwa ni namna gani mtu anaweza poteza. Yes. Maanake naamini kama unaweza pata na unaweza nyanganywa. Yeah, kama unaweza pewa unaweza nyanganywa. Ni kama wale waliopewa walipewa hiyo talanta. Yeah. Wengine wana multiply na 5 na analeta 10, alipewa 5 akaongeza 5, mwingine alipewa. Sasa yule alipewa 1 akasema mimi walinipa tu 1, acha nifiche chini ya udongo. Yeah, kwa hivyo ndiko nasema mnyang'anye hiyo 1 mpatie mwenye alikuwa na 10. Mpaka wakamwambia mwalimu, tumupe yule mwenye iko na 10 tena aje. Akasema yule mwenye iko nayo atapewa. Yule mwenye hana atanyang'ana hata kile Kenya nazani. Sio kama hana na eko nayo. Anazani kuwa nayo. Kuna watu wanazani kuwa na kitu. Utanyang'anywa hata dhana. Kile ambao unazani na kuaka na kakitu. Kile unakuwa nazani unakuaka nayo utanyang'anywa. Unanyang'anywa mpaka mawazo. Kwa hivyo huwezi waza kukua nayo. Yes. Amini. Mungu hapo ndipo Mungu alinipa neema. Nikakuja mchungaji akaniambia utapewa Sunday. Nakumbuka Sunday ambao walinipea kwanza. Pale sasa usizani ya kwamba nilianza mara moja Sunday. Nilikaa kwanza pale kwa mapambazuko hiyo ibada ya asubuhi. Nakuja kila wakati bidii mingi. Natoka pale ninaenda hiyo katikati ya wiki. Ibada ya Friday, Wednesday, Friday. Nikadumu hapa, wakaniweka hapo. Nikakaa ndio pastor akakuja sasa kunipangia Sunday. Nakumbuka siku nilipangiwa Sunday, nilienda kuomba koti, suti. Nikasema hivi ni Sunday, sina suti. Nikaenda kwa kama hujaomba suti. Kama hujaomba nguo hujapitia. Nisaidie na ubiri Jumapili. Nisaidie. Nikaenda kwa huyo jamaa nikamwambia jamaa wangu ninaona kuna suti muona kuwaka naye. Nipe hiyo suti nijaribu kwa sababu Sunday nitahubiri na unajua so mara mingi nazoea kuambia watoto wangu suti inaongeza upako. Unajua ukivaa suti Bwana Yesu asifiwe. Unasikia kwa madhabahu kidogo uko kilo. Unajua ukivaa vizuri unasikia uko kilo. Ndio maana Biblia inasema kwamba kwa kizungu cleanliness is next to godliness. Yes. Kwa msafi inakaribia uungu. Njoo vile sasa inabidi sasa nitoke sawa. Nakumbuka ile wakati nikaenda nikaambia mchungaji nikaenda kwa kuongelea yule rafiki yangu akaniambia sawa kuna shida, kanipa koti yake. Sasa hiyo koti alinipea ilikuwa inanishinda urefu huko. Nakumbuka nilisimama kwa madhabahu. Watu wanajua tu ni ya kuazima. Wakati mwingine usijaribu kuvaa manguo ya Sauli, wende na nguvu yako ni uko nayo. Baba Daudi akasema hapana. Akamwambia Sauli moya, siwezi baki na yako. Kuinua mkono hivi nasikia Saa acha niende venye nimezoea. Uzuri tu sio koti na ubiri. Ni hiyo kitu Mungu aliweka ndani yako na ubiri. Yes. Hata kama tunasema hujaomba koti, jiamini. Kama huna hauna. Yes. Usijibandike kile usichokuwa nacho. Kumbuka niliomba mwenzangu na mwenzangu alikuwa roho mzuri akanipa. Nikavaa kubwa sana lakini nikasema siwezi enda kwa madhabahu bila kuvala suti. Nikapika pale suti. Nikivaa hivi vidole yote iko ndani. Nikafika pale hiyo siku Mungu alikuwa pamoja nami. Mungu alikuwa pamoja nami kabisa. Nilipiga injili pale watu kwa sababu ile wakati nakumbuka Mungu alikuwa ujumbe kubwa ambao Mungu alikuwa anaweka ndani yangu ilikuwa kuhusu kuambia watu kurudilia Mungu. Nikahubiri nikaambia watu hiyo siku nakumbuka watu walilia kwa kanisa. Ilikuwa kilio, ilikuwa kulia, ilikuwa nini? Watu wakalia, watu wakatubu, niambia watu ukuje mtubu. Kanisa ikakuja, watu wakakuja magoti, watu wakalia. Nikasimama sasa niko na hiyo koti. Niko nauliza Mungu hiyo ni mimi ama sio? Wa baba, wa mama, watu wazima wakubwa wanashuka. Tuombee Mungu. Sasa nakaa
Niko naambia Mungu, hao watu mimi ndio tawaombea, usiwonje ulitoa ujumbe. Wanakuja, sio wewe, ni mimi Mungu ninasimama pamoja nao. Napiga hapa magoti, naanza kuomba. Nikaomba, nilipomaliza kuomba, watu wakasikia wanafunguliwa, wamebarikiwa. Nikakaa, nikaanza sasa kukumbuka Mungu aliniambia ananiita kwa huduma ya neno, na kupitia hiyo neno watu watabarikiwa na watu watasaidiwa. Hapa sasa baada ya pale kiongozi ananiangalia akaniambia, wewe naona before ende sasa mikutano. Nakumbuka nilikuwa na lota ndoto kila wakati nikihubiri katika makanisa na nikihubiri kwa mikutano na nikiombea wagonjwa. Hapo sasa unajua, ndio maana nataka nikwambie kitu, mwana, ukue makini. Wakati yote huduma inainuka, msukusuko inakuja. Nakumbuka hapo kwenye huduma iliamuka, hapo kelele pia ilianza. Nilikuwa na wazee wangu wengine pale. Unajua sisi uko mdogo, unachapa injili, unapata kidogo kibali mbele ya watu, kibali mbele za Mungu. Shetani, wivu inainuka, na shetani anapoinuka na nguvu anachochea vita kati ya ndugu. Na hiyo ndio wivu alianza na sisi. Yes. Wakati Mungu alisema na wacha tuunde mwanadamu kwa mfano wetu. Kwa nini anampendelea huyu? Ni mimi ndio niko huku, mimi Lucifer ndio niko huku. Alafu Mungu anatuumba sisi, mimi na wewe. Yes. Anatupenda kuliko chochote kile anawahiumba. Wivu unampanda. Lucifer. Hawa jamaa ifu niangalie gista watenga na ujamaa. Wavuruge. Hapo. Usikue mtu wa wivu jamani. Ondoa wivu. Usisikilie mwenzako wivu kwa huduma. Kwanza nini ambayo hata kama alikuja nyuma yako kwa kanisa, unaona upako wake uko juu. Acha, kuna sababu ya Mungu kufanya hivi. Hata kama ni mwimbaji akiimba nyimbo moja tu ya anaimba vizuri kukuliko, tulia. Nafasi yako iko tu. Tulia. Kwani ujiamini wewe? Yes. Kile kitu Mungu aliweka ndani yako itaripuka tu, itajulikana. Kama mwingine anawaka ni wakati wake, Mungu anaruhusu wawake. Kuna majira yake. Yes. Inafikanga wakati unaona mtumishi fulani ndo ameinuka. Inafika wakati kidogo mwingine ameinuka. Na kuna kitu kingine, unajua Mungu nana kuwaka wakati mwingine, na Mungu eko na akili. Mungu wakati mwingine hawezi inua vitu viwili wake sehemu moja. Anajua italamusha vita. Kweli. Kuna wakati anaamusha hii, ikifika wakati anaweza muondoa ili mwingine ainuke. Sasa usikue haraka kutafuta upindue mwingine. Mwache tu wakati yake. Ninapenda sana Daudi akasema tuachane na huyu jamaa. Mtumishi wake, jeshi wake Daudi akasema, wewe Mungu alikuwa anakutafutia nafasi, anaweka adui yako mbele yako. Chukua mkuki, niachie nipige tu, ingie posule kifua kufe. Daudi akasema achana na huyu. Siwezi gusa mpakaliwa mafuta wa Bwana. Mwache, na akatoa unabii. Kama ataelekea vitani, aenda kufie kwa vita, Mungu ndio anajua. Sio kwa mkono wangu. Na muda mwingi Mungu anaeka vitu mbele yetu, kuona jinsi tuta deal nazo. Yes. Muda mwingi unaona ni kama mtu alikukosea jana, alafu umemtafuta hujapata huyu jamaa. Kidogo hivi anajitokeza mahali kwanza anakutafuta. Yes. Hayo ni majaribu. Usiguze huyo jamaa wewe. Wachana naye. Wewe usiseme kwanza wewe nimekutafuta sana kuja hapa. Vitu zingine Mungu anapanga. Yes. Achana na wivu. Wivu ni kitu mbaya katika huduma. Wivu ni kitu kibaya. Na kitu ambao nitafundisha watu wengine tena ni, kuna wakati Mungu anakuinulia wivu. Wakati wote muhuduma ukijiinua sana, ukijiona naweza, ukijiona mimi mkanisa hii kama sijaimba watu wabarikiwe, mimi njoo napika drum mzuri, mimi njoo napika gita mzuri. Ukikuwa na kiburi ndani ya kanisa, Mungu anakuinuliwaka wivu. Na Mungu anainuaka nani? Anainuaka yule mtu kanisa imezarau. Yule ambao kanisa nasema huyu sio kitu. Ule ndio Mungu anainuaka. Anaanza fanya vile vitu wao ulikuwa nafanya, anaifanya kukushinda. Na wewe unaanza disikia nafasi zako, watu hata kama uingii kanisa kuna mtu anashtuka. Watu wako sawa. Sasa hatuko sawa tu, huyu anaanza piga kama yeye, kwanza anamshinda. Na hiyo usiseme tumesema kanisani pekee, hata kazini. Yes, hata kazini kwako. Hata kwa hiyo biashara umefungua kibanda hapa, mwingine ako na kibanda pale, mwingine usione ni kama sasa neema imekushukia. Neema imekushukia, makastoma wanakuja wengi. Ndugu yangu, nyenyekea tu kwa hiyo kazi na utapata kuinuliwa. Yes. Utapata promotion. You'll get that promotion.
Hapo ndipo sasa wakati huduma ilianza. Ilifika wakati ukihubiri kidogo wanakuitisha, kwa nini ulisema hiyo neno? Wewe hawezi hubiri vitu vingine. Kwa nini unagusia hii point? Kwa nini unagusia hii point? Unajikuta ukimaliza kuhubiri unaita kikao. Ilifika wakati nikaambia Mungu, sasa wewe ndio unanipa hii huduma. Huduma inawaka, inaanza tumika. Leo hii nafanya huduma. Sasa hivi vitu vinatokana na nini? Ikakuwa sasa ukimaliza kuhudumu lazima kikao ikue. Sasa na sio vibaya kurekebisha mtu, kwa sababu kuna watu ambao wataki kurekebishwa. Ni vizuri urekebishwe. Hapa hukuhubiri mzuri, hapa wanaendaka hivi, hapa waendaka hivi, ni vizuri. Lakini kuna ile kitu ya kwamba wanakuita ili wakuambie usikuwe tena nasema kitu fulani. Na hiyo ni kitu ambao unagusa shida. Sasa ukigusia, kuna watu wanazani ni wao naambi. Kwa sababu unaweza kuwa kanisa kwamba mtu mzima anaweza kuwa mtumishi na ni mlevi. Alafu mlevi ni chairman. Ni mlevi kule unakutana ni mzee. Sasa mtoto anagusia ulevi, jua nini? Wewe mtoto, kwa nini kila siku unagusa ulevi? Nini mbaya na walevi? Ukigusa watu wengine weko kanisani ni wazinzi, unakutana mwisho hivi baraza. Sasa wazinzi shida. Hawezi hubiri ugusie vitu vingine paka wazinzi. Mkanisa ni wazinzi tu ndio nasema. Unakutana ililamusha. Nataka niambie wewe ambao labda unapitia kwa vitu mimi nilipitia, usikate tamaa. Naam. Ya kwamba kanisa yenyewe niko, watu wananifuatilia, huduma yangu sina tena amani, kila nikifanya naonekana vibaya. Usikate tamaa. Mimi nilifika wakati mpendwa, ninaambia Mungu nitoe kwa hii kanisa. Mungu akaniambia utakaa hapo. Sio kila wakati unaona vita kwa kanisa ni wakati wa kuhama. No. Uliza Mungu. Kwa sababu unaweza kimbia hiyo kanisa, unakimbia mafundisho. Kuna mahali ingine Mungu anatuweka ili atukomalishe hapo kwa sababu ya mafundisho. Siku hizi jangwa ni hali ya maisha. Yes. Hakuna jangwa ya eneo. Kama ile unaona kwa ile movie ya mzungu aliact filamu ya Yesu. Yes. Yule ni mzungu, sio Yesu. Ati aliact filamu ya Yesu anatembea kwa jangwa. Yes. Sasa unadhani Mungu akikuita jangwa lazima akupeleke desert ya Sara huko. Jangwa ni maisha. Hiyo ya maisha. Kipindi ambao Mungu anakupitisha ili akuivishe. Ili akukomalishe, ili ukaze. Kweli. Mimi nilipitia wakati nikasema, Mungu, hii huduma sitaweza tena. Kwa nini unaniwekea miba hii huduma? Mbona watu ndio walikuwa inabidi wanikomalishe tena, wanageuka aje? Mchungaji wangu alikuwa ananishika mkono, lakini wale watu walikuwa karibu yake, ile baraza yake ya wazee ilikuwa shida. Nikamwambia Mungu nitoe hapa. Mungu anasema baki hapo, najua kitu nafanya, ubaki hapo. Ilifika wakati na niliendelea kudumu na nilienda kunyenyekea. Ilibidi ninyenyekee mbele ya wale wazee. Ilibidi nishuke tu, ingawa mawe, ingawa nini. Na kuambia mpendwa, huduma usione ni rahisi hivi. Tulianza vizuri na watu walipenda wakukomalishe. Lakini wale watu ambao walikuinua, wakati tena wanani na nyota inaanza tena kuwaka, waliinuka tena kusonga. Usikate tamaa. Ingawa unapitia vita, ingawa unapitia nini, usikate tamaa. Endelea kungangana tu. Niendelea hapo. Ilifika wakati nikamwambia Mungu akaniambia sasa masomo inaisha, ni wakati wa kuondoka uende sehemu nyingine. Ikabidi sasa na ikaitisha baraza. Usitoka kikanisa kiuniuni wewe. Na mnanichokesha, natoka kanisa yenu na unatoka unaanza tukana wapasta wako wewe. Uwe makini sana. Kweli. Niliitisha baraza yangu yote. Kama ukiulizwa sababu unaanza huyo pasta. Hata kama pasta ni mbaya, usijaribu. Wewe sema tu, achana na wapakaliwa mafuta wako. Tafuta tu sababu yako. Yenye itafanya usimuongelee mtumishi. Nilifika pale nikasema kwamba wachungaji, mimi nashukuru Mungu na tulitumika na mnanikuza. Na huduma yangu inaanzia hapa Matumaini. Na mlinishika na mungipenda kunivinya nisionekane, singeonekana. Mungipenda mubebe huduma yangu muinyamazishe, mnginyamazishe. Lakini mwewe mulifanya nijulikane. Kama hii area najulikana ya kwamba leo niko muinjilisti, kwa sababu pale ndio nilibarikiwa uinjilisti. Pale ndio niliombewa kuwa muinjilisti kwa hiyo kanisa ya Matumaini. Nikamwambia nashukuru, lakini kwa sasa mimi naona tunataka tuachane.
nataka nibadilishe sehemu ya kuabudu Mungu, lakini tutaendelea kuwa pamoja. Mimi ninaaga kwa sababu nikipata nafasi nijue gisi nitarudi tena kuja kuhudumu. Nataka tu nitoke na amani. Wakaniambia sawa, utaenda sawa. Wengine walileta maneno makali, wengine wanataka walete maneno ya laana nini, lakini nikaomba tu ya kwamba munisaidie nitoke. Saidie nitoke. Ikabidi nitoke hapo, nikaenda kanisa ingine ilikuwa inaitwa FMC, Église de Vie des Missionnaires. Hiyo bado ni Kongo. Hiyo hapo Kongo. Jamani, yes. Tutatoka huku. Tutatoka Kongo. Hapo sasa itabidi arudi tena. Itabidi arudi. Kweli. Vumilia kwa dakika 14. Tunamaliza. Yes. Nilipokuwa hapo FMC na ndipo sasa huduma tena ilipanuka zaidi. Hapo sasa nikaanza hubiri kwa mikutano, naanza julikana, wakati mwingine naanza ombea watu, nini vitu kama na hiyo. Hapo sasa huduma ambao niliombewa kama mwinjilisti. Hapo nilitoka Matumaini tayari nimeombewa kama mwinjilisti, nimeenda FMC Église de Vie des Missionnaires kama mwinjilisti. Tukaendelea kuhudumu hapo. Nakumbuka kuna siku ambayo nilienda mali inaitwa Uvira. Wale ambao wako Kongo Sud Kivu wanaelewa Uvira. Nilipofika Uvira ni mara kwanza sasa nilipata sasa Mungu kunitokea kuja kuniongelesha. Hapo ninaanza huduma kwa sababu wakati mwingine Mungu anakuja kuconfirm huduma. Nakumbuka nilikuwa kanisa ambayo ilikuwa inaitwa Pierre Angulaire, jiwe la msingi. Nilikuwa mchungaji wangu aliniambia wewe inabidi uingie maombi. Kaa kwa maombi kwa sababu kuna watu walikuwa naombewa mule mkanisa. Sasa na mimi nilikuwa katika kikundi. Wakati mwingine nilikuwa nikienda Uvira nilikuwa naingia hiyo church. Ni sehemu ambao babangu mdogo alikuwa anaingia na nilikuwa nazoea kufika hapo. Sasa nilikuwa mchana niko naomba, nilikuwa kwa kifungo niko naomba kwa kanisa. Nilipokuwa katika kuomba nikasikia nyuma yangu sauti inaniita. Ikaniita grass. Nikaogopa, ilikuwa sauti kubwa. Nikataka nigeuke nione. Nikasikia sauti inaniambia usiangalie kwa sababu hiyo ukiniona hautaishi. Nikasema Mungu, acha mimi nikuone wewe ni nani. Akaniambia ukiona hautaishi, lakini nataka nizungumuze nawe. Wakati nilikuwa natafuta nigeuke nimuone, sikuona sana kule kwa hiyo kiti. Niliona kiti kubwa cheupe kwa sababu kanisa ilikuwa imeng'aa sana. Nilipotazama nyuma sikumuona yeye, lakini niliona tu hiyo nuru. Na hiyo nuru ilikuwa inanipiga kwa macho. Ilikuwa vigumu sana ni fix macho nione kwenye alikuwa anakaa. Akaniambia mimi ni Mungu ninakuita. Nataka unitumikie. Simama unitumikie. Achana na mambo yote ambayo unafanya ambayo haiko sawa. Chukua maamuzi ya kusimama kunitumikia. Ninakuita katika huduma kubwa. Nitakutembeza, nitakusafirisha ikiwa utasimama na utanitumikia kwa haki na kweli. Baada ya pale hiyo mwangaza ikapotea, nikakosa vile nastuka nasema naona nini? Hapo ndipo nilikuja kusema kwamba mara mingi Mungu akikupa huduma anakuja kuconfirm hiyo huduma, atakutokelea ili akwambie vitu anataka kukuongelesha. Hapo ndipo nilikuja kujua kweli Mungu ananiita. Sasa baada ya kutoka katika hiyo maono nikarudi Luvungi, ilibidi sasa nifanye nini? Nitoke sasa nikuje huko Kenya. Kabla ya kukuja Kenya ilibidi niulize Mungu, kwa sababu wakati mmoja nilikuwa napanga niende South Africa. Kuna ndugu mwingine tulikomana katika huduma, tulianza huduma hiyo, nilisema ya asubuhi, tulikuwa watatu. Tulikuwa na wapendwa wangu watatu ambao tulianza na huduma, na wote tulikuwa wanafunzi wa Chimanga. Sasa wao kidogo hawako wanapenda sana mambo ya maombi. Maombi haiko na wabeba muda. Mimi kitu linisaidia sana kihuduma yangu maombi na utakaso, kwa sababu mwenye alitulea Papa Sizo pamoja na mchungaji wetu kiongozi Adolf alitufundisha mafungo pamoja na maombi, ukichanga na utakaso inaleta muujiza. Tulikomana hiyo kitu mwakili ya kwamba ukiwa mtu wa maombi, fasting, uweke ndani maisha ya utakaso, ujue ya kwamba inaleta muujiza. Ukitaka kuwa na huduma kubwa, uwe mtu ya maombi mingi, fasting pamoja na utakaso. Kwa sababu watu wengi wanafanya fasting sana,
wanaomba sana, lakini maisha ya usafi na utakaso hawana. Na ndio maana ni vigumu huduma yako iko male. Hata kama unafanya fasting ya 40 days, unamaliza unaongeza 16 day, unamaliza 60 day, ni vigumu kama autengenezi maisha ni kuwa safi. Sasa nikachanganikiwa niende Kenya, South Africa ama niende Uganda. Kwa sababu nakumbuka kuna siku tulikuwa kwa maombi, kuna ndugu mwingine alikuja pale kwa maombi, alikuwa mhubiri, akaniambia, ndugu simama, chukua kitabu. Akaniambia nisome hiyo kitabu tulisema hata hiyo siku ya Yeremia, ya kwamba kabla hujaumbika, kabla hujakuwa katika tumbo ya mama yako, nilikujua na nilikutakasa na nikafanya nabii wa mataifa. Asema hiyo andiko ni yako. Mungu alikujua kabla hujakuwa katika tumbo ya mama yako, na anakutakasa, anakufanya nabii wa mataifa, anakufanya mhubiri wa kitaifa. Utatembea, utaenda. Na wewe huduma yako, muda yako kuishi hapa Kongo ni kidogo, nataka kwenda. Sasa nilikuwa naambia Mungu, kwenye unanipeleka ni wapi? Kenya, Afrika. Juu nilikuwa napenda niende Kenya. Kule South Africa ndugu yangu mwingine ananiambia, nishaongea na mchungaji wangu kuja huku. Ndugu mwingine kananiambia, pana kuja Uganda. Sasa naanza jiuliza, nitaenda wapi? Guzia tu hapo, nitaenda wapi? Hebu andika hapo. Unadhani baada ya ni wapi huko ulikuwa? Nilikuwa Luvungi. Baada ya Luvungi alienda wapi? Yes. Sasa nataka nikuache hanging hivyo bila kujua safari yake ya huduma baada ya Luvungi ilikuwa wapi? Ilikuwa Kenya, South Africa, ilikuwa wapi tena kwingine? Uganda. Kenya, South Africa ama Uganda? Andika hapo, unadhani alienda wapi? Kwa sahi yako Kenya ndio. Sasa unaweza andika Kenya na ukosee. Kwa hivyo nitawakwamisha hapo kwa historia yake. Alienda wapi? Hapo ndo tutaanzia. Alienda wapi? Na kabla tumalizie, sasa tutampatia nafasi tena. Sasa hiyo tumekwamishia hapo. Sasa anene na mtu. Yes. Naamini panapo mtumishi wa Mungu kuna sauti. Yes. Sauti ya Mungu. Yes. Na kwa dakika zilizobaki anene na mmoja na mwingine, atutie moyo, tupate kufarijika, na baada hapo tutamalizia. Yes, nataka niambie mpendo ambayo wewe ambayo unaanza huduma. Naam. Lakini huduma unakutana na vita mengi. Labda unasema, wakati mwingine kuna mtu mwingine anasema, Mungu ni kama hukuniita. Kwa nini napitia hivi vitu vyote? Hiyo ni masomo, ni shule, kubali kusoma. Nilikwambia ilifika wakati niambia Mungu nitoe hapa, naambia baki hapo. Kwa sababu gani? Mungu aliniweka hapo ili nijifunze. Wewe ambao unapitia wakati mgumu katika huduma, mara unakosa mavazi, mara unakosa kiato, mara hujui utaenda kanisani aje, unaenda kuhubiri hata hujakula, nyumbani mambo ni vigumu, labda umeoa, ndoa mambo ni gumu, mambo haishiki, mambo haiko sawa. Nataka tu nikutie moyo. Kama Mungu alikuita, usimwogopee Mungu. Simamisha imani yako kwa huyo Mungu aliyokuita. Yeye ni mwaminifu, hata kuacha. Atakupigania na atakupa ushindi. Wewe ambao unasema ya kwamba nimechoka, labda uko katika kanisa unapiganishwa na wenzako katika huduma. Wenzako wanakukosesha amani. Wenzako wanakuambia hata wewe haujui kitu. Unajaribu kuhubiri kanisa, ukihubiri inabarikiwa, lakini wengine wanakusonga. Huduma yako inakuwa vikwazo kwao. Usivunjike moyo. Simamisha imani. Kasa imani. Najua ya kwamba Mungu ambayo aliyeniita, na huyo Mungu wa Israeli anaitwa Jehova Shama. Huyo Mungu anaitwa Jehova Jire. Yes. Huyo Mungu anaitwa Jehova Shama. Jehova Rafa. Atasimama na atakutetea, atakuonekania, na siku moja tu atakutoa katika hiyo hali ya kuhangaika. Amen. Hata kama unalala njala kihuduma, hata kama unakosa mavazi, unakosa kiatu, ngangana. Kuna siku Mungu atakuchekesha, na kuna siku Mungu atakubariki, na kuna siku utakuja kushuhudia ya kwamba nilipitia, na kwa sasa Mungu amesimama pamoja nami. Ubarikiwe sana, na Mungu akutendee muujiza. Amen.
Amen, amen, amen. Woo! Mimi nahisi nguvu za Mungu mali. Amen. Na sitaki kuharibu chochote. Amen. Labda utuombee tu, Yes. uombee waumini wetu wanaotutazama wote pia, na Mungu atatukuka. Acha tuombe pamoja. Ningetamani tu uinue imani. Maneno ambayo nitasema itakuwa na uwezo ya kufanya kitu juu ya maisha ya wale ambayo watainua imani yao. Kweli. Acha tuombe. Mungu Baba, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, ninaleta wapendwa wote ambao wanatutazama mikononi mwako, wanatufata sehemu mbalimbali. Jehova, mkono wako wa neema na salama iwe juu ya maisha yao. Mkono wako wa baraka iwe juu ya maisha yao. Naombea wale wote wanapitia wakati mgumu ya huduma. Jehova, ninawaombea baraka zako juu yao. Naombea wale wote ambayo wanapata vita katika huduma. Jehova, uwakumbuke Jehova. Na wale ambao weko katika jangwa wa Kristo, ninawaombea muda inafika sasa uwatoe jangwani Jehova. Wale ambayo uliahidi Kanaani, bado jangwa inawafunga, pelekao sasa Kanaani Jehova. Wale ambayo Jehova Chire wanashinda kuinuka katika huduma, Jehova wasaidie, wapenye wainuke Jehova. Wale ambayo shetani anapiganisha vita kwa ajili ya kusumbua huduma yao, Jehova ninaomba wasaidie na uwatetee. Mkono wako wa salama iwe juu yao. Na wale ambayo wanangaika, labda wanataka Jehova useme na maisha yao, ili waelewe wito yao, waelewe karama na vipaji iko ndani yao, uwafunulie ili waelewe watasimama wapi. Naombea wale wachungaji ambayo labda wakati mwingine wananyanyasa huduma ya wengine, uwasaidie wabadilike Bwana, wajue kulelea watoto yao. Bariki pia wale wachungaji wote ambayo wanajua kushika huduma ya wengine, ambao wanainua watu, uwabariki Jehova. Asante kwa sababu utatendea wa taifa hii mema. Wote beko manyumbani, naombea wale ambao ni wagonjwa, uwaponye popote walipo. Miujiza yako ikutanane nao na baraka zako ionekane juu ya maisha yao. Kwa jina la Yesu naomba, pokea muujiza yako na Mungu akutendee mema. Amen. 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 Asante sana mtumishi. Tunashukuru. Asante sana. Asante sana kwa maombi na kwa neno hilo la himizo. Amen. Ya, natumai iwapo hata uko mahali pale, usikwe na shaka. Yes. Unahitaji la ombi, unahitaji la kimaisha, unahitaji mtumishi wa Mungu anene juu ya shida hiyo. Yes. Kama uwezi andika hapo, andika tu kwa inbox, then itamfikia. Yes. Na kwa imani tunaamini yote yatatendeka kwa jina la Yesu. Amen. Tutakapokutana tena tutajua baada ya uko Luvungi, Yes, alienda wapi. Yes. In His Presence online program, tunasema ni asante sana kwenu. Haingefanyika bila nyinyi, kwa maana tungeongea na kina nani? Tungejiongelesha. Asante sana kwa nyinyi mliokutana, na ambia mmoja, ambia wawili kuhusu program ya In His Presence, ambayo program In His Presence imegawanywa mara mbili. Kuna ya Tuesday ya siku ya leo inaitwa The Story Talk Show, alafu kuna ya Friday inaitwa The Worship Hour. Yes. Tunawakaribisha nyote, and In His Presence online program we say thank you, thank you, thank you. Shalom. Shalom. Shalom.